Nina somo linalosema jinsi ya kufungua malango ya utukufu. Nilikuwa nashughulika nalo tangu Jumatano, Alhamisi kwenye maombi hapa, na Ijumaa kwenye maombi, na jana kwenye maombi. Jinsi ya kufungua malango ya nini? Ya utukufu. Kuna watu wengi wanasikia tu kuna malango lakini hawajui jinsi ya kuyafungua. Na wengine malango yao yamefungwa, hawawezi wakaona chochote wanachotarajia kukiona. Sasa mimi nikaandika jinsi ya kufungua malango ya nini? Ya utukufu. Sema haleluya. Amen. Hapa tulipo Mungu ametuandikia malango ya utukufu yawe juu ya maisha yetu. Lakini kuna adui ambaye kazi yake akisimama huwa anafunga malango ya nini? Ya utukufu. Kila mmoja wetu hapa ameandikiwa kuwa na lango la nini? La utukufu. Amen. Iwe ni kwenye ndoa, lazima uwe na lango la nini? Iwe ni kwenye biashara, lazima malango ya utukufu yafanyaje? Yafunguliwe. Iwe ni kwenye kilimo, lazima ufunguliwe mlango wa nini? Iwe ni kwenye kazi, lazima kazi iwe na mlango wa nini? Iwe ni marafiki, lazima uwe na marafiki ambao watakufanya utukuke. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Aina ya marafiki ulionao ndio aina ya maisha unayoyaendea. Narudia tena. I repeat again. Aina ya marafiki ulionao ndio aina ya maisha yaliyoko mbele yako. Amen. Inategemeana maisha unayoyataka na aina ya marafiki. Maisha unayoyataka yameambatana na aina ya marafiki ulionao. Kama una marafiki ambao ni mazuzu, utegemee na maisha yako hayatafika mbele, hayatafika mbali. Kama una marafiki walio wema ambao ukiongea nao ndani ya dakika 10 unapata kitu cha kufanya, utegemee maisha yako lazima yastawi. Amen. Aina ya maisha ulionayo ambayo natamani yawe na mlango wa utukufu inategemea na aina ya marafiki ulionao. Unanielewa kitu nazungumza? Amen. Unanielewa kitu nazungumza? Amen. Narudia tena, aina ya maisha unayoyatarajia pale mbele yako inategemeana na aina ya marafiki ulionao. Hauwezi kuwa na marafiki ambao ni mabwana zero alafu ukategemea wewe kupiga hatua ya 100. Hauwezi. Inategemea na aina ya marafiki ulionao. Aina ya huduma au kiroho ulichonacho inategemea na mchungaji uliye naye. Kama mchungaji hayuko sawa, tegemea na wewe kutokuwa sawa. Bwana asifiwe. Amen. Aina ya maisha ya kiroho ambayo unaweza kuwa nayo inategemea na kuhani uliye naye. Kama kuhani ana nguvu, akizungukwa na watu dhaifu, anaweza kuwainua wakawa na nguvu. Lakini kama kuhani hana nguvu na akazungukwa na watu dhaifu, lazima wafe. Kipofu akimwongoza kipofu, watu wanatumbukia wapi? Shimoni. Shimoni. Sema amina. Amen. Sema haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumza nini? Ulikuwa ni utangulizi. Nazungumza nini? Ninazungumza hivi. Katika maisha yetu haya yamefungwa kwenye password. Nikazungumza siku ya Jumatano. Unapoona simu ya smartphone inafungiwa password, ndivyo maisha ya wanadamu yanaweza kuwa na password. Kama unavyoona smartphone hii umeiwekea password, maisha ya wanadamu vile vile yanaweza akawekewa nini? Password. Ni mpaka uombe password uifahamu halafu ujue kuyafungua. Na ndio maana leo nakufundisha ya kwamba jinsi ya kufungua malango ya utukufu. Kila lango unaloliona lina password yake.
ama lina ufunguo wake. Hakuna lango lisilo na ufunguo. Kila lango unaloliona lina ufunguo. Lango la maisha mazuri lina ufunguo wake. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Yesu hawezi kulazimisha tu kuingia kwa mtu pasipo kupewa ridhaa ya kuingia. Yesu anaingia mahali ambapo amekaribishwa. Naomba mwambie jirani yako, fungua password ya moyo wako, Yesu aingie. Fungua password ya moyo wako, Yesu aingie. Mwambie tunafungua password ya moyo wako. Fungua password ya moyo wako ili Yesu aingie. Tusonge mbele kidogo na Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 20. Nataka tuone pale. Malango yanaweza yakafungwa. Kila mlango unaoona una password. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amen. Yesu mtakatifu, tuko hapa mimi na wewe kwa ajili ya kundi lako hili kubwa. Ninakushukuru Mungu uliye hai, uliyenipa kibali katika siku ya leo ili niwalishe watoto wako chakula cha kiroho. Asante ulimwambia Petro wanipenda, lisha kondoo zangu. Petro wanipenda, chunga kondoo zangu. Baba nakushukuru, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Mungu, katika jina la Yesu, tukufu na wewe, nguvu zina wewe na uweza una wewe. Pokea sifa mwanaume wa ajabu, na uweze kusimama katikati yetu. Zaidi ya yote tufundishe, utusaidie, utuelekeze, tuweze kujifunza mambo makubwa ambayo umekusudia tujifunze katika wiki hii. Kwa jina la Yesu, amen. Pigia Yesu makofi. Nimesemaje? Nimesema hivi, fungua password ya moyo wako, Yesu atumike na wewe. Alazimishi Yesu kutumika na mtu kama hajafungua password ya moyo wake. Nikazungumza kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 20. Twende tusome hapo haraka haraka. Neno la Mungu linasema, tazama, nasimama mlangoni. Anasimama mlangoni. Nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye. Na yeye pamoja nami. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Moyo wako una mlango. Moyo wako una password. Unaweza ukafungwa ama unaweza ukafunguka, ili maisha haya tunayoyaona hivi. Kuna watu milango yao imefungwa kabisa. Yesu anapotaka kuingia kwenye maisha ya mtu, huwa anasimama, anabisha hodi, ili mtu akisikia sauti ya kwake na kumkaribisha, ndipo Yesu anaingia. Halafu anafanya makao pamoja naye, anakula naye, anaishi pamoja naye. Maisha haya tunayoyaona watu wa Mungu yana ufunguo wake, yana malango yake na yana ufunguo wake. Haleluya. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wanaenda taratibu tu, nafikiri utanielewa. Nikazungumza siku ya Jumatano, nikasema kwamba yote tuliyotamkiwa hapa ama tuliyoambiwa hapa, ili yafanikiwe kuingia kwenye maisha yetu, lazima malango yetu yawe wazi. Sema amen. Amen. Lango la moyo wako liwe wazi. Nikazungumza lango, ujue kufungua lango la moyo wako, ujue kufungua lango la mji, ujue kufungua lango la mtaa wako, ujue kufungua lango la huduma yako. Amina. Amen. Malango yako yakiwa wazi daima, usiku na mchana, ndipo anasema watu wa mataifa watakuja kwako wakiongozwa na wafalme wao pamoja, wataleta
vitu, baraka na kila kitu unachokitamani. Kwa sababu gani? Malango yako wazi. Sema amen. Haleluya. Malango yakiwa yamefunga, sio jepesi kupokea kila ambacho Mungu anataka upokee, kwa sababu malango yanayoanza kufungwa ni malango ya moyo. Malango ya moyo wako yakifunga, kwanza huwezi kumsikia Bwana, huwezi kuisikia sauti ya Mungu hata kama inanena ndani yako, huwezi. Kwa sababu gani? Malango ya moyo wako yamefanyaje? Yamefunga. Lango la moyo wako, la moyo likifunga, huwa hakuna namna. Ni mpaka asimame mtu ayafungue malango ya moyo. Na ndio maana unaweza ukashangaa ukaombewa, tukipitisha operation tukaanza kuomba kwa mchaka, unashangaa moyo unafanya pa, alafu unajisikia mwili wako unakuwa mwepesi. Nini? Lango lilikuwa limefunga. Ili nitambue pasa kwamba malango ya moyo wewe yanafunga kwa namna gani? Linaweza likafunga lango hata ukisimama kwenye kuomba, unashangaa hata maombi hayafiki. Unaomba kidogo tu unasinzia, unaomba kidogo tu unapiga miayo, unaomba kidogo tu unawaza vyakula, unaomba kidogo tu unawaza jana ilikuwaje, unaomba kidogo tu unawaza hiki. Kwa nini? Kwa sababu malango ya moyo yamefunga.